Mtazamaji wa Livenga TV, naungana hapa na Mnandi Junior, shabiki wa Simba, kwenda kuzungumzia mchezo wao dhidi ya Al-Masry Jumatano ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. Bwana Mnandi Junior, mambo vipi? Namshukuru Mungu, niko bweri wa afya. Bwana, mambo yanaenda? Ya kama alivyopangwa. Bwana, mnatoboa? Utoboa kwenye tundu gani? Kumtoa Al-Masry. Al-Masry kuondoka ni jambo la kawaida, anasubiriwa muda tu. Anasubiriwa? Yaani ni muda tu uliobaki. Kila kitu kishakuwa sawa sawa, bado muda akanyaga Benjamin Mkapa tumalizane naye. Na sisi hatutomletea mabausa wala maroboti kuzuia pale kwamba wasifanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Kama wao walituruhusu na tulifanya mazoezi, wakaja wakatufunga ndani ya pichi, lakini na wao pia tutawaruhusu pichi ile wakaichezee wanavyotaka. Waingie vyumbani wakacheze wanavyotaka, lakini siku ya siku tukutane Benjamin Mkapa, tuwaonyeshe kwamba sisi ndio maana halisi ya kuita ubaya ubwela, tunazamilia ubaya. Tuliwafanyia Real Tripoli na wengine, na wao ni muda wao umefika kwenda kuwafanyia ubaya ubwela. Wao waje mapema tu. Wasichelewe kuja, waje mapema ili waje kuzoea mazingira ya Tanzania. Una uhakika kwamba Mnandi Junior mnakwenda hatua ya nusu finali? No doubt. Kwa 120%. Yaani hatuna wasiwasi. Wenye wasiwasi ni wale ambaye wenye mapenzi ya kushika mkononi. Lakini wenye mapenzi ya kwenye nafsi tuna uhakika tunafuzu hatua inayofuata. Kuna kelele za uchoyo wa washambuliaji namna ya kumaliza mchezo wanapofika kwenye lango. Hilo jambo nalizungumziaje? Uchoyo upo kwa mchezaji yoyote ambaye anajua yuko eneo la mwisho anahitaji kufunga. Sidhani kama yeye yuko eneo la mwisho la kufunga atampa beki arudishe kwa golikipa wake. Lazima aangalie nyavu ziko wapi, aweke mpira kambani. Na ukiangalia uchoyo huo upo, lakini tumepiga on target 7. Kwa nini tulipiga on target 7? On target maana yake ni mipira iliyolenga lango. Tunatakiwa tuwasifie mabeki wao na golikipa wao. Endapo ile mipira yote mabeki na golikipa wangeshindwa kuizuia, maana yake ingekuwa inaingia kambani. Kwa hiyo lawama zisije kuwa kubwa sana kupitia mchezo ule. Tusubiri mechi yetu ya pili. Tumetolewa kwenye mashindano. Tumepiga on target 50 lakini zote hatukufunga. Au tumepiga off target 100 hatukufunga. Sawa? Tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wao wamepangiwa kwenda mbele ya safari. Lakini kwenye mechi hiyo ndani ya dakika 90 on target mmepiga moja tu. Hiyo ndio tutasema kwamba watu walikuwa wachoyo. Wameshindwa kuwapa wenzao. Wale mipira mingi mbona off target? Kwa nini hatukupiga on target? Lakini tumepiga on target 7, huwezi kuwalaumu wachezaji kati tumepiga on target 7. Maana katika zile 7 ilikuwa magoli 7, haya siingie 7 basi 4 yaingie kambani. Ukose magoli 3. Tukufanya hivyo. Kwa hiyo tuwashukuru kwamba wao walikuwa nyumbani kwao na mwamuzi pia akawafeva wao kupata matokeo. Si binafsi hatukupangiwa kupata matokeo. Tushukuru kwenye hilo, tujipange kwenye mchezo wetu unaofuata. Mimi naamini ndio itakuwa jambo jema la kuelekea nchi ya ahadi. Lakini tukikaa tukaendelea kwamba uchoyo, mwisho wa siku tutawatoa mchezoni wachezaji wetu wakashindwa kufocus kwenye mchezo ambao unaofuata. Ahmed Ally amesema kwamba atakayetia mguu kwenye mchezo wenu kwa Zia Simba msifuzu hatua ya nusu finali andike wosia. Hii inamaanisha nini? Maana yake hiyo kuzamilia ubaya. Na ile kauli ya Ahmed Ally mimi binafsi naweza nikaichukulia kwa jicho la tatu, lakini kuna mtu akaichukulia kwa jicho la kwanza, kwa sababu unaweza ukawa unafikiria ile kauli tukazungumza, lakini kuna vitendo ndani yake. Lakini inawezekana hivyo vitendo visionekane. Tunaweza tukawa tumezungumza tu kwa kuwatisha tu upande fulani wasifanye jambo fulani, lakini vitendo visionekane. Lakini mimi nawaomba wazee wangu wa Simba Sports, kauli ya msemaji wetu sawa Ahmed Ally hii ichukuliwe kama somo, kwamba kama mtu kweli ataingia kwenye bakuli yenye pilipili, hakikisha kwamba pilipili lazima ikamuumize. Wewe huli pilipili, ukigusa tonge lako kwenye pilipili kinakukuta nini? Si mdao unatafuta maji ya kunywa. Kwa hiyo mimi hii kauli tuichukulie kama somo kwa wazee wetu kwenda kuifanyia kazi, ili ikawatibu watu, kwa sababu kuna watu wanapenda kuichezea Simba. Wazee wafanye nini? Wanajua shughuli ya kwenda kuifanya. Maana yake unaambiwa kabisa atakayegusa mechi yetu aandike usia. Na maana gani? Maana yake atakayegusa huko nyuma huko, wanakopenda wao huko nyuma huko, maana yake aandike usia. Kwani kwenye pichi wao wanacheza? Wao watakuja kama mashabiki. Watakuja kufanya nini pa? Kwa hiyo inamaanisha yeye amezungumza huo msemo kwamba watakayekuja kuicheza hiyo mechi kabla ya mchezo wakaicheza huko wanakochezaga wao mpaka wanazuia watu mageti, manake andike usia, hatutomwacha salama. Kwa hiyo binafsi na mimi ujumbe unawapeleka kwa wazee moja kwa moja. Nendeni mkafanye kazi. Huu ni wakati wenu sasa. Msiwaachie hawa. Fanyeni kazi, mhakikishe timu ina qualify kwenda hatua inayofuata. Neno lako kwa mashabiki wa Simba wanaokutizama muda huu? Wanunue tiketi. Wanunue tiketi. Shughuli zinazowahusu watu kuzifanya watazifanya. Wao wanunue tiketi. Waje Lupaso kumshuhudia mnyama akiqualify kwenda semifinal. Tena kibabe. Mimi naamini tutafunga kuanzia goli 5 na kuendelea. Goli 5 na kuendelea. Tena ningependa tushinde goli 7 kama tulivyowapiga Oloya. Wao ndio wapigiwe 7 kwenda quarter final, afu mwisho wa siku sisi tukawaondoa kwa goli 7 kwa 0. Mimi nataka wale wapigwe hizo goli. Inawezekana? Inawezekana kwenye mpira. Yaani mpira inawezekana. Ukiingia kichwa tunakula za uso. Kwani Oloya alipiga 7 atapigwa goli 7? Yone alijua atapigwa goli 7 kati akaja hapa akapata ushinda goli 3-1 misimu miwili iliyopita. Sikaja kala goli 6 hapa.
0 akaondoka hapa analia. Kwa hiyo Simba ukiingia kichwa kicha anakukandamiza. Bwana, shukrani sana. Asante sana.